Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi sura 6 mstari wa 1, inasema eti tutaendelea kutenda dhambi kwa sababu neema izidi? Hapana. Kumbuka ya kuwa dhambi inaua. Dhambi inazaa matatizo makubwa. Dhambi inatupeleka jehanamu. Na Biblia iko wazi nasema katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 21 na mstari wake wa 27, inasema hivi: kumbuka ya kwamba kinyonge wala kidhaifu hakitaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Uongo ni mbaya, wizi ni mbaya, uchawi, chuki ni mbaya. Ukiwa na vitu vile hauwezi ukaingia katika ufalme wa mbinguni. Kumbuka ya kuwa usipotumia nguvu zako ili kwamba na wewe uone ufalme wa mbinguni, hakika hautauona. Imeandikwa ya kuwa tutaingia katika ufalme wa mbinguni kwa neema, lakini usisahau ya kuwa Biblia inasema, Yesu Kristo aseme toka ufalme ule wa Yohana Mbatizaji, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Haleluya! Yaani wewe inabidi ujizuie kutenda dhambi ili kwamba uishi ufalme wa mbinguni. Yesu yuko mlangoni, anakuja kwako ili kwamba achukue kanisa. Na kumbuka ya kuwa usiponyakuliwa, ama usipoenda kwa unyakuliwa huo wa pili, elewa ya kuwa utaiona jehanamu. Na kitu ambacho kitakufanya uingie katika jehanamu ni dhambi peke yake. Haleluya! Haleluya mpendwa, elewa ya kuwa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Tumia nguvu, yani kujizuia kutenda dhambi. Na Yohana inasema hivi, aseme sisi tulio wa Mungu basi hatuwezi kutenda dhambi. Kwa sababu gani? Tunajizuia. Haleluya! Jizuie mpendwa kutenda dhambi. Tutajuaje uaminifu wako wakati ambapo hujakutanana na mahali pale ambapo dhambi iko mlangoni kwako? Lazima uishinde. Kumbuka Kaini, Yesu alipomtokea kwa njia ya neno akamwambia, shetani yuko na kupapasa ili kwamba uingie majaribuni, lakini inakupasa uishinde. Haleluya! Lakini kumbuka ya kuwa huyu ndugu alishindwa kujizuia kwa dhambi na akatenda dhambi na akamuua ndugu yake. Mungu akamwambia, kama ungetenda mazuri, je, haungekubalika?